Michezo ya kubahatisha inatajwa kuwa kimbilio kubwa kwa vijana wakiwa na mipango ya kupata fedha za haraka bila kutumia nguvu. Uchezaji wa michezo hiyo ya kubahatisha maarufu kama kamari ama kubeti na kadhalika inatajwa kama ni uraibu kwa vijana, na wengi wao wanasaka njia sahihi za kujinasua na uraibu huo wa kamari au kubeti. Wataalamu wa saikolojia wanalichukulia suala la uraibu wa kucheza kamari kama tatizo ambalo kwa sasa linawasumbua watu wengi, ila wengi hawajui njia sahihi ya kuondokana na hali hiyo inayowapelekea waendelee kuumia na tabia hiyo ambayo inakuwa imejijenga na kujenga mizizi iliyo imara na kuwa kikwazo kwa mafanikio yao. Uraibu ni pale ambapo unafanya kitu nje ya udhibiti wako, yaani unajikuta umefanya hata kama hutaki kufanya. Uraibu huwa unajengwa kama tabia kwa kurudia kufanya kitu kwa muda mrefu. Mazoea yanajengeka ndani yako na hivyo unajikuta unafanya bila kufikiria. Kwenye uraibu kunakuwa na zaidi ya mazoea. Akili na mwili vinakuwa vimekwisha tegemea sana mtu ufanye kitu hicho, kiasi kwamba ukiacha tu unakuwa haupo sawa kiakili na kimwili. Uraibu wa kamari ni mojawapo ya magonjwa ya akili, kwa sababu akili ya mtu mwenye uraibu huo haiwezi kutulia mpaka atakapocheza kamari. Hata kama anapoteza kiasi kikubwa, bado atacheza tu ili kuiridhisha akili yake. Mtazamaji wa Uchumi TV, unaweza kushangaa kwa nini watu wapo radhi kuuza hata vitu vyao vya thamani au kuviweka rehani ili tu wapate fedha za kucheza kamari au kubeti. Ni kwa sababu kamari ikishakuwa uraibu inakuwa ugonjwa mbaya tena wa akili. Mtazamaji, ukweli mchungu ambao wengi hawajui ni kuwa kubeti au kamari ya aina yoyote ile imetengenezwa kwa namna ambayo mtu mmoja akishinda, watu wanne wanakuwa wameshindwa. Uwezi kuzidi hesabu hizo hata uwe na akili kiasi gani. Hapa chini ni hatua 5 muhimu unazotakiwa kuzifuata ili kuweza kuacha tabia ya kucheza kamari ama kubeti. Namba 1, tambua kwanza kuwa kubeti au kamari ni uraibu, hivyo kuushinda lazima uhusishe akili yako. Mtazamaji wa Uchumi TV, katika hatua hii ya kwanza ni wewe kujitambua kuwa unalo tatizo la kupenda michezo ya kamari au kubeti kwa kiwango kinachokuathiri, hivyo unahitaji tiba. Hatua hii wengine wanaijua. Kama umeathirika kwa kiwango kikubwa, utahitaji akili kutoka upande wa pili, yani external force, kutoka kwa jamaa yako, ndugu au rafiki ambaye hajaathirika. Njia ya pili ni kujua na kutambua imani ulizojijengea kuhusu fedha na utajiri. Iko wazi kwamba mtu anaanza kucheza kamari kwa kuvutiwa na kiasi kikubwa cha fedha ambacho anaweza kukipata. Mtu anakuwa anaamini kupitia kamari anaweza kupata fedha nyingi na kufika kwenye utajiri. Hiyo ndiyo imani inayopaswa kuivunja ili kuondoka kwenye uraibu huo. Tambua kwamba kamari sio njia ya kuingiza fedha wala kufika kwenye utajiri, bali ni njia ya kupoteza fedha. Ukiwa kwenye uraibu utasema, mbona kuna wengine